In Tanzania, many children experience violence and abuse within schools and communities, affecting their physical and emotional well-being. To address this problem, UWAWA project is implementing child protection interventions at school and communities to create awareness and strengthen structures which can identify and actively act against child abuse. The UWAWA project is implemented by CSSC in partnership with KKS under BMZ funding. The initiative spans 100 schools in the Pwani and Mwanza regions. Tulipatiwa mafunzo na CSSC ya namna ya kuangalia ulinzi na usalama wa watoto wapo shuleni. Tunashukuru kwa mafunzo walikuwa mazuri. CSSC walitoa sanduku la maoni. Hilo sanduku la maoni linatumika kwa ajili ya mawasiliano ya sisi na wanafunzi. Baada ya wale walimu kupata training, walikuja kuwa train walimu wote katika kila shule. Kwa hiyo kila mwalimu anajua habari ya ulinzi na usalama wa mtoto shuleni. Lakini hatukuishia hapo, tuliita parents meeting na wazazi wote walipata dozi hii ya ulinzi na usalama wa mtoto. Kabla ya mafunzo haya, watoto walikuwa wakifanywa vitendo vya ukatili, hawakufahamu ni wapi wanaweza kutoa malalamiko yao, hasa wanapofanywa na ndugu wa familia. Lakini kupitia mafunzo hayo imewawezesha wanafunzi kujua kwamba watatoa wapi malalamiko yao kwetu sisi walimu. Wanaposhindwa kufikia walimu, wanaweza kuambia hata wanafunzi wenzao ambao wapo katika muongozo au kusema katika klabu. Tunawasaidia watoto kuelewa haki zao kwa kuwapa elimu. Tuna vikao na watoto kila Jumatatu, kila darasa linakaa na mwalimu kulingana na kile ambacho kitakuwa kimeandaliwa kwa siku husika. Mimi kama mwamishajirika na mwenyekiti wa klabu ya ulinzi na usalama wa mtoto, nina majukumu ya kuelimisha wenzangu kuhusu haki zao na wajibu wao, njia za kutoa taarifa, aina za ukatili, pamoja na watu wanaweza kufanyia ukatili. Kipindi siko kwenye klabu nilikuwa sielewi maana ya klabu ni nini, nilikuwa sijui haki zangu na nilikuwa sijui kwamba hata kama tukipata matatizo ni wapi sehemu ya kwenda kuelezea. Lakini baada ya kuingia kwenye klabu nikajua haki zangu na pia nikajua nikipata matatizo ni sehemu gani ya kwenda kutoa taarifa ili lishughulikiwe. Kuna haki nyingi za binadamu ambazo mtoto anapaswa kupewa. Mtoto ana haki ya kulindwa, mtoto ana haki ya kucheza, mtoto ana haki ya kupenda, pia mtoto ana haki ya kupendwa. Mimi binafsi nilivyojifunza katika kikundi chetu, nimejifunza jinsi ya kutoa taarifa. Lakini pia kuna sanduku la maoni. Yule ambaye anaona shida yake hawezi kumwelezea mwalimu wa unasihi, hawezi kumwelezea mwanafunzi mwenzake, hawezi kusema kwa mzazi. Yule mwanafunzi tunasemezana naye kwa njia ya maandishi kwenye sanduku la maoni. Panapopatikana jambo la unyanyasaji au ukatili wa mtoto, jeshi la polisi liweze kuchukua hatua na kumsaidia mtoto au jamii ile inayokumbwa na hilo jambo kulifikisha jambo hili katika vyombo vya kisheria. Tumekuwa tukieleza wananchi namna bora za kumlinda mtoto. Vile vile tunawasisitiza watoto kwamba watu wote wale ambao wanahisi wanahatarisha usalama wao basi watolee taarifa mapema. Mfano, nimekuwa na viongozi wa kimila ambao nimekaa nao ili kuweza kuwakumbusha kwamba wana jukumu kubwa sana la kulinda haki za mtoto, kwa sababu huwa kuna mila potofu. Wengine wanaenda kwa waganga kuaguriwa na kuambiwa mambo ya ajabu ajabu ambayo yanatendeka kwa watoto, aidha kuwarawiti watoto, kuondoa mikosi au kumtendea vitendo vya ngono mtoto mdogo ambaye hajawahi kukutana na mtu eti kwa ajili ya kuondoa mikosi. Mzazi kama mtu wa kwanza kuwa na mtoto ana wajibu wa kuhakikisha mtoto wake analindwa, lakini pia anaendelezwa, lakini pia mtoto huyo anaweza kushirikishwa katika masuala mbalimbali, lakini haki yake ya kuishi mtoto iwe inafikiwa. Kwa hiyo mzazi tunaona mara nyingine anaweza akawa hatambui wajibu wake kwamba ili mradi anatafuta fedha, anatafuta chakula cha watoto, anawaacha watoto katika mazingira hatarishi. Sisi kama mradi tumeona tumfikie mzazi na kumwelekeza namna ambavyo anaweza kuwa mtu wa muhimu katika kumlinda mtoto wake au mtu anayekuwa chini yake. Elimu hii ambayo tuliipokea imekuwa chachu nzuri, na watoto wana slogan wanayoitumia: sidanganyiki, sirubuniki, sipokei rushwa, sifanyi mambo mabaya. Kwa hiyo watoto wamegundua na wanapokea kitu na wanaelewa. Na jamii pia kwa sasa hivi imekuwa na uelewa mkubwa sana
kuhusiana na mambo ya ukatili. Kwa hiyo wazazi wamekuwa makini sana katika kuwafuatilia watoto wao tofauti na zamani. In addition, Child Protection Manual was developed and approved by the Tanzania Institute of Education and used to train 32 trainers of trainers, 398 teachers, 196 school counselors, 401 peer educators, 48 religious and traditional leaders, 218 social welfare committee members, and over 20,000 parents and caregivers. With strengthened systems and widespread training, the UWAWA project has built a strong foundation for violent-free environments across Tanzania.